Wamalwa ambaye walitembea na Mwai Kibaki, the Honorable Eugene Wamalwa. Kiawara hoye! Nyeri hoye! Hapa mnasemaje? Muraugatia! Muraugatia! Ateke! Ateke! Hebu nione one time! Ay. Ainuke kadaka ainuke. Mumeamua ende. Sisi tumeanza safari. Tumeanza kule Kisii kwa kina Dr. Fred Matiang'i. Tumetoka Kisii hadi Kiawara. Tumetoka Nyamira hadi Nyeri. Umetukaribisha. Muko tayari tudhie rugendo. Ile rugendo ya Kibaki na Wamalwa walitembea pamoja, mnakumbuka? Na huyu Kalonzo, mnakumbuka? Hiyo ndio safari tumeanza na ndugu yetu Rigiji. Na hii safari tumetembea ile barabara Kibaki mzee alituita Nakuru wakiwa na kina Wamalwa, tukapita Nyahururu, tukaingia hapa Nyeri. Tukampeleka mzee hadi kwake kule Othaya. Mnakumbuka? Muko tayari hii safari iendelee siendelee? Huyu Kalonzo alisimama na Kibaki akiwa makamu wake wa pili. Mnakumbuka? Mimi nimeleta salamu kutoka Ingo. Wamalwa kijana ndiye alikuwa makamu wa Kibaki wa kwanza. Mnakumbuka? Tuko hapa kuwauliza, huu rafiki mnakubali uendelee usiendelee? Mtatupa huyu kiongozi shujaa Rigiji tuende tembee na yeye? Walitaka kumbandua eti yeye ni mkabila, ati anatetea ninyi watu wa Nyeri na watu wa mlima sana, na wakaambiwa ati lazima wataguza mlima, mupende msipende. Wakamtoa ati yeye mtu wa shares. Hivi leo ukisikia kule Migori wenzetu wa ODM waliotumika na Ruto kumubandua huyu Gachagua sasa wana demand shares 50% ya serikali yake. Huo ni unafiki si unafiki? Huyu Rigiji hakuna makosa alifanya, alibandikiwa mambo na wakatumika kumtoa ili waingie wachukue share yake ya 50%. So leo tumewaambia their days are numbered. Hata wakichukua hizo shares ni miezi michache imebaki. Sisi tumeungana, mukiona DCP ya Gachagua iko hapa, DAPK ya Wamalwa iko hapa, tuko na Wiper ya Kalonzo iko hapa, tuko na Jubilee ya Matiang'i wako hapa, tuko na DP ile ilikuwa ya Kibaki yenyewe tukiwa na nani yako hapa. Tumeamua tuende pamoja na PLP ya Karua. Mnakubali tutembee pamoja? Tupeleke Kasongo nyumbani one time? Sababu ameshindwa na kazi, ako anauza nchi yenu. Hata sasa ameuza passport kwa wale mamluki wa Sudan, sababu ya dhahabu ya kule Sudan, Darfur, Blood Diamonds za DRC, ako anauza nchi yenu. Amefungua mpaka na kule Somalia, ID za Wakenya zinapeanwa kwa watu wasio wa Kenya. Ameuza nchi hajauza? Ameuza mashirika yote ya serikali, hata JKIA alikuwa anauza. Alikuwa anauza stima yenu hii ya Ketraco. Tukaenda kule kotini na huyo wakili Ndegwa Njiru tukamsimamisha. Hivi leo ako anauza ile, mnajua huku mnatumia M-Pesa. Si wanabiashara mnatumia M-Pesa. Haki ya Mungu hata M-Pesa yenu anataka kuuza sasa. Tumesema tarehe 12 tunarudi kotini na huyu kiongozi wetu ili tusimamishe the sale of Safaricom. Mtatuunga mkono? Mwisho, sisi kwetu tumeamua huyu jamani one time. Ameharibu elimu, ameharibu afya, sasa uchumi umeharibika, lakini anataka kutumia pesa kununua vijana wenu. Ati analeta nyota hapa Nyeri, anunue vijana, kitu inaitwa nyota. Umesikia? Nyota sio pesa za Ruto. Hizo ni pesa za Wakenya, mkopo kutoka Benki Kuu ya Dunia. Tuko pamoja? Akileta hizo pesa Nyeri, vijana mchukue, mkule, ni pesa zenu. Sawa sawa? Lakini mkichukua hizo pesa pia mchukue kura. Mwezi huu wa 3, si leo ni March, wanaanza mass voter registration. Tunataka tusikie Nyeri hii majenzi wote wamechukua kura. Ndio mtakuwa mmepea huyu Gachagua nguvu. Tushikane twende tumbandue Ruto 1.
lakini hata akuje na jua na hiyo nyota, Ruto bado ni one. Hata akuje na jua, Ruto bado ni one. Hata akuje na mwezi, Ruto bado ni one. Ainuke kataka ainuke. Mumeamua aende asiende? Kumbe Nyeri ni mbaya bwana. Semeni mbaya. Semeni mbaya. Asante, Mungu awabariki. Asante. Tuko na ndugu yetu kutoka hapa.